Karibuni sana kwenye uwanja wa Kibwana Mwenye Mkuu. Asante. Naomba mkae chini. Zuena, unaweza ukanambia siku kadhaa zilizopita ulichokiota usiku? Ndiyo baba, nakumbuka niliota kwamba natoka nje kwenda msalani. Ghafla nikahisi kitu nyuma ya nyumba yetu, nikapata shauku ya kutaka kujua. Nikazunguruka kule nyuma, nilipofika nikakuta kuna mtu amelazwa amefunikwa nguo nyeusi. Baada ya kumfunua nikajikuta ni mimi mwenyewe. Wacha kurukutanta mantetele. Salama. Abe. Na wewe nataka unambile, mara ya mwisho ulipokwenda kwa mama yako, unakumbuka alikupatira mzigo gani? Alinipa nguo nyeusi. Pamoja na kukupatira hiyo nguo nyeusi, alikupa na maagizo gani? Aliniambia nikaweke chini ya uvungu wa kitanda cha mtu ninayemfahamu. Baada ya hapo ulienda kuweka wapi? Nisikilize nikwambie Salama, hautakiwi kumwogopa mtu wa aina yoyote, maana nyinyi nyote wawili mpo kwenye matatizo makubwa sana. Sasa ukweli wako utakapoueleza hapa kwa Kibwana Mwenye Mkuu ndio utakaowaeka nyie uhuru. Nilienda kuweka kwenye kitanda chini ya uvungu, kitanda cha Zuena. Hicho ndio chanzo cha matatizo msichokijua. Ile sio nguo ya kawaida, ile ni sanda nyeusi. Hutolewa kwa ajili ya kafara, na ndio nguo aliyoiota Zuena, na ndio hiyo hiyo aliyokutana nayo mlangoni.
salama. Kwa nini umeamua kunifanyia hivyo? Nisikilize Zuena. Nisikilize nini babu? Yaani nikusikiliza wakati adui yangu namuona hapa. Ngoja kwanza. Hebu naomba ukae chini. Unavyofikiri katika akili yako kuondoka kwako ndo kumaliza matatizo yako, na kuuliza wewe, kuondoka kwako ndio kumaliza matatizo yako? Unapaswa kukaa chini na kusikiliza kila kitu kinachoendelea. Salama hajui chochote kinachoendelea, hajui, na alifanya hivyo kwa ajili ya kumridhisha mama yake, maana hata yeye Salama yupo kwenye matatizo makubwa sana. Kwa hiyo ni lazima uwe na subira ya kutaka kujua kiundani na sio kuwa na jazba. Kumbe umerudi. Vipi? Ulikuwa wapi? Nilienda dukani mara moja. Nilikwambia nini kuhusu kutoka hapa bila kuaga? Jamani mme wangu, hata dukani tu hapo niage. Usinijibishe. Unanifanya mimi mjinga? Hili ndo unanifanya unipige. Tena fumba bakuli lako. Usije nikakuongeza kingine. Unafikiri nyumba ni pagara unaondoka unavyotaka na kurudi unavyotaka? Tena sikia. Ukitoa tena hizo ngwala zako hapa, nitakuja nikukate haya masikio. Kumbe unijui vizuri, nitakukomesha. Naombeni mnisikilize. Ninyi nyote wawili hamko sehemu salama. Na hasa wewe, baada ya kupewa nguo na mama yako, huko nyuma alichota unyayo wako, na lengo lake hasa la kuchota huo unyayo, anataka nyinyi wote mfe siku moja. Na usichokijua Salama, mama yako kwa mawazo yake na akili yake anaamini nguo yake bado ipo kwa Zuena, lakini tofauti hivyo ambavyo anavyofikiria yeye. Nguo hiyo kwa sasa hivi inatumiwa na mtu mwingine, na huyo mtu ni hatari sana kuliko hata mama yako. Sasa babu, unanisaidiaje? Kolo kutanta mantetele. Wacha. Mimi sina cha kuweza kuwasaidia. Ninachoweza mimi ni kuwapa ushauri. Kuna mtu mwingine ambaye anaweza kuifanya hii kazi, ila sio mimi. Hivi babu, kwa nini umeamua kutusaidia? Jibu lake utalifahamu baadaye. Kangu. Mama. Mkangu.
ulikuwa unahitaji chakula, nimekupatia kwa wakati. Hii ni ishara ya kunitii kila ninachokuagiza. Ila kuna mpango nataka unikamilishie. Kazi gani? Upendo mama Chao upo kwa Zena, ndio maana kila akihitaji chakula anampatia kwa wakati. Sasa nataka umwangamize Zena ili kuvunja nguvu za mama Chao. Nitafanya hivyo mkuu wangu. Kunywa damu yake, ila hakikisha acha kidogo kwa kufuta ushahidi. Hiyo ndo faida ya kunipiga shafaa. Mwisho wa siku umekuwa chakula cha majini yangu. Zuena. Halo. Zuena, uko wapi? Kuna sehemu nipo na Salama. Vipi, kuna shida? Ndiyo, shida ipo, ila hapa sipo huru kuongea. Niko nyumbani kwako. Sawa. Ila sijajua kama tukitoka huku tutakuja wote nyumbani kwangu au ataenda nyumbani kwake. Okay, basi sawa. Nitakutafuta baadaye. Sawa. Nimejaribu kufanya mawasiliano na Bianga. Amesema hayupo Kilingeni kwake, yuko Mombasa, ila ameitazama shida yenu. Amesema atakaporudi ndipo atakapoanza tiba na nyinyi, ila kuna dawa nitakupatia Zuena, ukaweke katika chumba chako, na hiyo dawa itaweza kukusaidia kuondolea hayo mazongo yanayokuandama. Ila babu, sidhani kama nitakuwa na uwezo wa kuendelea kukaa pale tena. Kukaa mbali na ile nyumba sio kama ndo umeshalikimbia tatizo, bali ni kuendelea kulikaribisha tatizo. Ila mimi nitakachokifanya, hiyo dawa nitakayokupatia itaenda kuzuia hayo mazongo yanayokuandama. Babu, wewe huwezi kutusaidia. Mama, ningelikuwa naweza kuwasaidia, usingekuwa na sababu ya kuendelea kumsubiria Bihanga. Hasa hapo babu, kigumu nini? Wacha urukutanta mantetele. Mama, wekwa kwa ile nguo chini ya uvungu wa kitanda chako ndio imekuwa tatizo. Maana ile nguo huwa inabadilika na kuwa mfano wako, wakati mwingine huwa inarudi, na itakapokukosa kwa muda mrefu, basi utakufa. Unajua nakuchukia Salama. Nakuchukia.
Vipi, mbona umeshtuka uliponiona? Hapana mama, nimeshangaa kukuona, kuniambia kama unakuja. Umetoka wapi? Kwa Zuena. Fanya nini? Aliniomba kuna sehemu nimpeleke. Aliomba au wewe ndio ulikuwa kiunganisho hiyo safari? Nisikilize salama, mimi sio mjinga kama unavyodhani. Naelewa kila kitu. Sasa kwa kuwa umeona rafiki ndio chaguo lako sahihi, bila kujua rafiki yako ni mtu mbaya, angekuwa mtu mzuri, sidhani kama angeweza kutembea na mpenzi wako. Mama, sawa, haina shida. Nilikupa ile nguo yangu kwa ajili ya faida yako tu. Sasa kwa kuwa umenijenga, nakupa siku hii, nataka ili niende kwa mimi. Tofauti na hapo salama, nitashughulika na wewe. lakini mama, Niambie. Uko wapi? Niko nyumbani. Nisubiri nakuja. Kuna nini? Nisubiri, kuna jambo nataka tuongee. Sawa. Kulikoni? Kuna nini? Okay. Nakuuliza kuna nini? kwa hiyo umeamua kutuchanganya. Una maana gani? Unatembea na Zuena, si ndio? Mimi nikatembea na Zuena? Mimi nikatembea na Zuena kweli? Mimi nikatembea na Zuena? Hapana. Miki, unataka kukataa hili eh? Ulizani itakuwa siri? Ulizani sitojua? Nimelijua ili kupitia bado niko kwenye uchunguzi. Nikiujua ukweli, nikakugundua mna mahusiano, utakachowapata utajuta. Rifi, nimekuita hapa, kuna kitu sijakielewa. Kitu gani? Uliniambia kaka amedondoka wakati anaelekea chooni, lakini nikimwangalia ana alama ya kung'atwa. Hata mimi nimeiona ile alama, ila sijui ina maana gani. Hapa kudondoka na ile alama vinaashiria na ushirikina.
Inawezekana. Ndio ipo hivyo. Sasa tunafanyaje? Siwezi kukubali kakaangu afe. Hapa inabidi nitafute mtaalamu, kwa maana huu ni ushirikina, sio bure. Sawa. Sasa wewe nenda, mimi siwezi kumwacha mgonjwa peke yake. Sawa, naenda nyumbani kujiandaa, kisha naenda, ila hakikisha apelekwi hospitali mpaka nipate majibu ya mganga. Halo. Habari yako Zuena? Nzuri, shikamoo. Maraba. Mbona uliniambia unakuja lakini ukutokea? Nilipatwa na dharura. Kwa hiyo unakuja lini? Kuja kwanza nimalizane na hii changamoto afu nitakuja. Sawa. Ila muangalie sana Salama. Kuna kitu anakifanya cha siri na ndio kinachopelekea yoyote. Kwa nini mama? Salama kuna nguo aliambiwa aje kuiweka kwako. Lakini kila anapokwenda anaambiwa ni mimi ndo nimeiweka, japo sio kweli. Unajua sielewi mama. Yaani sielewi mnataka nini kutoka kwangu. Yaani sijui mmepanga nini. Salama amegundua kuwa unatembea na mpenzi wake. Hivyo amepanga kukuangamiza. Njoo nyumbani kwangu na sasa. Ukifanya masiala utapotea kama alivyopotea mama yako. Ngoma nayopigiwa Msungu, fundi wa kuicheza ni Nyakanga. Siko tayari kupoteza sifa zangu kwenye kilinge cha wachawi. Lazima mpango wangu ukamilike. Umesikia kila kilichozungumzwa. Tausi anataka kujua kilichompata ndugu yake. Fanya unachojisikia kwake. Hakikisha Tausi anakuwa chakula chako. Mama. Zurea. Halo Miki. Umefika wapi? Uko njiani nakaribia. Salama alikuja. Amejua kila kitu kuhusu mimi na wewe. Anapanga ipata uthibitisho. Atafanya kitu kibaya sana kwetu. Ina maana mama Salama aliniambia ukweli. Salama hakuwa ile nguo na mama yake. Sasa kwa ukweli wa mwenye mtu kwa